hivi hata siku moja kutetea programu ya serikali. Mimi siwezi kwenda kutetea wizi. Mimi mwaka ya kwanza nilikuwa natetea kwa sababu nilimwamini. Vile tulichaguliwa aliniahidi yeye ni Mkristo, ameokoka na anatakia Kenya mema. Lakini nikiwa ndani nikaanza kuona hii maneno yote ni wizi, ni uporaji wa mali, ni uongo, ni mambo ya biashara. Mimi nikataa kwenda kutetea. Haya, ulianza kuona haya maneno hayafai baada ya kuitisha 10 billion ukanyimwa? Hiyo ni uongo ya William Ruto. Wewe Martin. Kuna kitu ya William Ruto naweza amini. Yeye alisema akiingia mwezi 3 akina mama watapata sanitary pads, wamepata. Alisema akiingia kila mtu atapata mtungi ya gas, kuna mtu amepata. Alisema 6 months atajenga Nithi Bridge, amefanya. Alisema ataweka pesa kwa mfuko, ameweka pesa ama kutoa ametoa. Mambo yake yote ni ya uongo. Unajua amepeana sababu 3 ya kunitoa. Na anapeana kulingana na pahali yako. Alienda Western anasema tulitoa hii mtu ni mkabila. Hakuambia Waluya ati nimeitisha 10 billion. Alienda Coast. Akasema hii mtu ni incompetent. Ndio tulimtoa. Unasikia? Amefika hapa amesema alitisha 10 billion, which is which? Kwani yako na different reasons for different regions. Ni mtu tu ni muongo. Na yeye anakudanganya kama ameshika Biblia namna hii. Unasikia? Mimi hakuna pesa naweza itisha William Ruto, na mimi hakuna pesa anaweza kunipea. Mimi hapana, hiyo wabunge anapea pesa ati waseme yesa. Kama mimi nilitaka pesa, ningekuwa pale na yasema yesa angenipatia. Yeye ako na pesa mingi sana ya kupatia mtu ya yesa. Praise and worship. Wewe ukimuinamia vile niliona mjumbe mwingine na inama, huyu yuko nywele nyeupe. Najua nilishangaa. Wewe unainamia mwanaume na hapana Mungu karibu uguse sakafu. Mimi kama ningekubali kuinamia William Ruto, angenipatia ile pesa mimi nataka, lakini mimi sina haja na pesa. Mimi ni mzee, mimi niko na mali yangu, si mingi kama yake, ni kidogo tu ya kukula, na mimi sina mahitaji mingi, lakini mimi am priceless. Na mimi nakwambia ile msimamo nilichukua, kama ni pesa ningetaka angenipatia, lakini mimi sina haja. Mimi siwezi kuuza jamii, siwezi uza watu ya Kenya, mimi siwezi kubali ufisadi, siwezi kubali watoto wa Gen Z wauawe hata kama ningechukua pesa. Martin, mimi ni mzazi. William Ruto ameambia polisi waue watoto ya Gen Z, watoto wachanga. Damu ya hiyo watoto ndio inamsumbua saa hii. That is why he is not sleeping. Umeona ameenda pale Roma, amepewa kando, amejaribu kuhakikisha imekataa kuwaka. Ile mtu yote alihusika kumwaga damu ya watoto ya Gen Z. Akiweko yeye na huyo Mr. Yesa, kwa sababu hao ndio walimwaga damu ya Gen Z. Hawatapata amani maisha yao. Kwa sababu hao watoto hawakuwa na hatia. Walikuwa tu wanataka ukweli, wanataka haki ya Wakenya. Na kwa sababu bunge imenunuliwa, upinzani imenunuliwa, ikabidi watoto waongee. Mimi singechukua pesa ya William Ruto nikubali auwe watoto. Na ndio mimi nikiwa deputy president, mimi sikuongea kama niko nje. Unajua watasema mbona Rigathi wanaongea saa ile wametoka. Mimi niliongea nikiwa ndani. I spoke on 26th of June in Mombasa as deputy president. Na nikasema hakuna makosa kuua watoto. Na mimi nimekatana na hiyo maneno. Nikiwa naibu wa rais. Kwa hivyo mtu aseme ati mimi naongea kwa sababu nimetoka. Mimi nilianza kuongea nikiwa ndani. Ukiuliza, nilisikia Linturi akikwambia, I am the only person in cabinet. Nilisimama kupinga finance bill 2024. Nikainua mkono nikasema kwa rais, hii maneno ya finance bill siwezi kubali kwa sababu haiwezi kubalika. Hii ni kuumiza Wakenya, ni kuwatatiza, wagali wako na mashida mingi, na mimi ningetaka kujiondoa kwa hiyo maneno, na mimi siungi mkono na nimekaa naye. Na nikaweka kwa record. Mimi niliongea nikiwa ndani, siongei kwa sababu niko nje. Na mimi nitaendelea kuongea nikiwa ndani, nikiwa nje. Saa hii niko nje, nitarudi ndani hivi karibuni tu. Na hata nikirudi ndani nitaendelea kuongea from inside. Kwa sababu ni muhimu mtu kuongea mambo ya ukweli. Ni muhimu kutumikia Wakenya. Ni muhimu kufikiria yule Mkenya ambaye alikupatia kazi umfanyie. Ni makosa sana kuweka tumbo yako mbele, kufikiria mambo yako wewe binafsi na kusahau mashida za Wakenya. Mheshimiwa Rigathi, huo mwaka moja ambao unasema mlikuwa mnasikizana na